Hii ni hotuba ya mtakatifu wa Afrika, Mwamba Ibrahim Traore, Simba wa Afrika, Black Messiah, Masihi mweusi. Jamii ya watu isiyojiheshimu ni vigumu kuheshimiwa na jamii zingine. Hii ikiwa na maana kuwa mkombozi wa Afrika hatakiwi kutoka nje ya Afrika, anatakiwa kutoka ndani ya Afrika, maana huyo atakuwa amejua mateso ya jamii yake wanayopata. Nilishangaa hivi majuzi kijana mdogo, rais wa Senegal, Diomaye Faye, alipokuwa Ufaransa, aliomba mbele ya Emmanuel Macron eti NATO waje watusaidie kupigana na makundi ya kigaidi kwenye ukanda wa Sahel. Nikafunika uso wangu kwa aibu kuwa tunawezaje Afrika kuwa na viongozi wapuuzi kwa kiwango hiki? Je, Faye hajui kuwa NATO waliongoza operation ya kuibwaga chini ndoto ya mama Afrika kwa kumuua mzee wetu Colonel Muammar Gaddafi? Kwa kushirikiana na Marekani na Ufaransa bila huruma wakamsingizia eti anafadhili makundi ya kigaidi. Kumbe walikuwa wameogopa ndoto yake ya kutaka kuiunganisha Afrika nzima, iongee lugha moja, iwe na sarafu moja, pia iwe na rais mmoja. Ila nikagundua ni wale wale vibaraka wa Mfaransa wamechaguliwa na kuendelea kumpa mali adui. Lakini sivyo ilivyo kwa Simba wa Afrika, Ibrahim Traore, kijana mdogo aliamua kuyatoa maisha yake kwa ajili ya watu wake. Ndio maana namuita Black Messiah, mkombozi wa bara la Afrika, akiwa na wenzake wakina Asim Goita na Abdurrahman Tian wa Niger. Na hii ni hotuba aliyotoa walipokuwa wameunda rasmi Umoja wa Sahel na kusaini mikataba ya undugu na kujiondoa rasmi kwenye Umoja wa Wahuni wa ECOWAS aka NATOAS, umoja wa kinafiki ambao haujawahi kutimiza malengo yake tangu kuundwa kwake tarehe 25 ya mwezi wa 5 1975 huko Lagos, Nigeria. Ibrahim Traore aliongea maneno mazito yenye busara kubwa ndani yake, yaliyojaa hekima za kiutu uzima, lakini yenye kuwaudhi sana mabeberu ambao hawataki kuona Waafrika wanaamka na kufanya ya kwao. Kwenye mkutano huo ulihudhuriwa pia na diaspora kutoka nchi mbalimbali. Aliwaasa kwa maneno mazito sana, lakini pia alielezea ni namna gani wanavyopambana na makundi ya kigaidi yanayofadhiliwa na manyang'au. Mwamba alianza kwa kusema hivi: ndugu zangu wanawake na wanaume, mko hapa kushuhudia yale ambayo hawa watu wanayofanya kwa watu wetu tangu tarehe 26 mwezi wa 7 2024 mpaka leo. Mmekuwa mkishuhudia wenyewe mateso na maumivu makubwa kwa watu wa Nigeria kutokana na vikwazo uchwara vya Marekani, lakini niwaambie tu kuwa wametuleta pamoja na kuelewa kwa nini tunatakiwa kuungana na kusaidiana katika safari hii ya maendeleo. Na hilo ndilo jambo muhimu sana, na ninataka kuwapongeza kwa hili. Wote ambao mpo nje ya nchi, lakini leo kutokana na mitandao ya kijamii iliyoweza kuleta habari zenye matokeo chanya na hasi kwa pamoja kuhusu sisi, na ninaweza kuona jinsi mnavyohangaika mioyoni mwenu. Ndugu zanguni, kujua ukweli ni upi na uongo ni upi. Najua mnasikia mengi sana na mnateseka kuliko wale walioko ndani ya nchi, maana wao wanajionea ukweli wa mambo tofauti na ninyi. Huko mnapata habari za uongo kutoka kwa watu wa magharibi. Lakini ninaamini kwa mapenzi ya Mungu tumepata huu muda mfupi, tutakuwa na mambo mengi ya kubadilishana. Najua mnavyogugumia ndani yenu kwa sababu ya kukaa nje ya mama Afrika, lakini ninyi ni watu muhimu sana. Mmekuwa mkituunga mkono kwa pesa kama diaspora. Asanteni sana. Mmekuwa mkifanya hivi kuwapa moyo mashujaa wapambanaji wa mataifa haya matatu, Umoja wa Sahel AES. Watu wanapigania mataifa haya usiku na mchana kuhakikisha wanaondoa makundi ya kigaidi, na waambia tena asanteni sana. Wakati nimeanza kuwasikiliza mlipokuwa mnaongea, nikatambua kuwa kumbe mnajua na mnauelewa wa kutosha kuhusiana na michezo ya mabeberu. Hii inaonyesha mnaelewa nini haswa maana ya kupigania haki zetu. Asanteni kwa kuwa upande wetu, kwa sababu ninyi ni kama mafuta ambayo tunayahitaji kwenye hii safari. Ujasiri tunaohitaji kusonga mbele ndicho mnachotupatia hapa. Mnaelewa vyema kabisa hali ilivyo. Hakuna haja ya kuchoka wala kukata tamaa. Hatutainamisha vichwa vyetu chini, ila tutaendelea mbele daima. Hivyo
tutahakikisha kuwa tunawapa habari kila mara kutokea ndani ya nchi, habari za kweli tulizoziandika wenyewe. Kama mnavyojua, miaka mingi mpaka sasa tumekuwa tukishambuliwa kutokea kila upande. Burkina Faso kama kawaida, kutokea mashariki kwenda magharibi, kutokea kusini kaskazini mpaka kusini. Kulikuwa na mashambulio ya kigaidi kila mahali na tulikuwa tunapigwa, kurudishwa nyuma. Lakini leo tumeweza kutengeneza amani katika vijiji vingi sana na kufungua shule nyingi tu ndani ya vijiji hivyo, na kila maeneo mengi shughuli zinaendelea kama kawaida, na hakuna maeneo ambayo majeshi yetu hayawezi kufika. Wakitaka kwenda wanaenda saa yoyote wanayotaka. Mnatakiwa kuyadharau maneno yanayoongelewa na mabeberu kuwa hakuna usalama. Utadhani wanaishi na sisi. Wanapotoa taarifa zao hawajali kama eneo hilo limeshachukuliwa au bado, ila magaidi wanapokuwa wameteka eneo wanakuja na shangwe, nderemo na vifijo na kuchapisha habari hizo kila kona. Sisi ni wahanga wa ugaidi ambao tunapigana nao uso kwa uso. Wanaua watu wetu bila kujali. Kuna ugaidi unaoendelea wa taarifa potofu za kupotosha, na ninyi mmeona yaliyotokea hivi majuzi ndani ya Burkina Faso. Najua hili limewasumbua pia na ninyi. Watu wengi wanakosa taarifa. Kuna upungufu wa taarifa kwa sababu kwenye nyakati kama hizi kila mmoja anaongea anachotaka, na labda baadhi ya vyombo vya habari vinaamini kuleta na kuegemea kwenye taarifa za uongo. Hili linathibitisha kwenu kwamba hivyo vyombo vya habari havina umakini na wala haviko serious katika kutoa taarifa zao. Wanatumia muda mwingi kupotosha umma wa Waafrika, lakini leo asante Mungu mmegundua kuwa taarifa zao zote ni za uongo mtupu. Wanachukua taarifa na kuichakachua na kuibadilisha inakuwa uongo na kuwaletea kile wanachotaka msikie, na sio mnachopaswa kufahamu. Ukweli wake mnachopaswa kufahamu, ukweli wake kwa undani zaidi. Mmeelewa kila kitu. Ninadhani hatuna haja tena ya kuweka umakini kuhusu uongo wao. Kwa bahati mbaya, mabeberu wanatafuta nyumba za Waafrika wenzetu ambao kazi yao daima itakuwa ni kuudanganya umma, na watafanya kila wawezalo kwa pesa zao kuhakikisha matakwa yao yanafuatwa na yamefanikiwa. Hilo ndilo linalotutesa, na ninajua mnafuatilia na mmeona. Kwa bahati mbaya, baadhi ya watu kutokea Burkina Faso wamejiondoa na kutegemea upande mwingine wa nchi jirani kama Ivory Coast, na wanashirikiana na mabeberu kuvuta kamba kwa pamoja kwa ajili ya kuondosha usalama katika taifa letu. Ila itawagharimu kwa sababu sisi tumeamua na tunaendelea mbele bila kujali, na hatutarudi nyuma kamwe. Pressure inaongezeka kila mahali kwenye ukanda wa Sahel kwa sababu makundi ya kigaidi yanatusumbua. Majeshi yetu yanaendelea kupambana kiume, lakini tunaweza kuwathibitishia kitu. Kupigana ni jambo moja, lakini lingine ni kwamba tumejikuta tupo katika wakati ambao hata hautaruhusu kuwa na uchaguzi huru katika mataifa yetu. Tunamshukuru Mungu, leo hii tumepiga hatua kiasi kwamba hakuna wa kutuzuia kununua silaha tunayotaka. Hakuna anayeweza kutufanyia manuva tena kama mwanzo. Majenerali wetu wako huru kufanya operesheni zao na kupanga wanachotaka. Tunanunua ndege tunakotaka na kuzitumia tunavyotaka, na hakuna anayeweza kutupinga. Tunaweza kurusha ndege eneo lolote kwenye ukanda wetu na hakuna mtu wa kutuuliza. Kwa nini mnarusha ndege zenu maeneo haya? Tumekataza msirushe ndege huku. Haya yalikuwepo huko nyuma. Angalia FDS waliocheza michezo na mabeberu ambao waliweka kambi zao na majeshi yao hapa. Ndio maana tunasema uhuru ni sasa na vita ndio kwanza vimeanza. Baadhi ya watu wamechukua muda mrefu kufafanua uhuru kwa wajane au pengine hata wake wa askari ambao wapo hai, kwamba eti kuna maridhiano yanaweza kufanyika na makundi ya kigaidi. Lakini hilo nasema ni jambo ambalo nakataa, na haliwezekani sisi kufanya makubaliano na magaidi. Kwanza kabisa, hatuwezi kukaa meza moja na magaidi eti tufanye makubaliano. Hilo haliwezekani. We cannot negotiate with terrorism. Sisi tumeamua kwa moyo mmoja kuwa tumeingia vitani na tutapambana vilivyo na magaidi, na hili nataka lieleweke kwa kila mmoja. Tunaona baadhi ya watu ambao wanasimama kwenye runinga, hatujui ni wapi walijifunzia kupigana vita.
wanajua nini kuhusu mikakati ya vita na ujuzi kuhusu masuala ya usalama. Halafu wanasema tunahitaji kuongea na kufanya mazungumzo. Swali najiuliza, tufanye mazungumzo na nani haswa? Magaidi? Sasa kama wanamjua tunahitakiwa kuongea naye, basi wamlete kwetu. Halafu tutaona kama wanataka kushusha silaha zao chini, nafasi hiyo ipo, na sisi tutaona nini cha kufanya. Burkina Faso lazima iwe na hitimisho haramu kwa makundi yote ya mamluki, na tutaendelea kupambana ndani ya huu ukanda wote wa Sahel. Wanaweza kila siku kutengeneza kauli za kuonyesha kuwa sisi ni masikini, lakini ninyi mnaona matokeo. Watasema Niger ni ya pili kwa umaskini na Burkina Faso sijui ni ngapi sasa. Haya ndiyo yanayotokea. Na wanapenda kuweka kwenye viwango eti nchi hii au hii ni maskini na hii ni tajiri. Haya ndiyo tunayoendelea kupambana nayo. Tumeamua kuwajibika na kuwaambia ondokeni kwenye mataifa yetu. Tutaungana na kufanya yetu kwa ajili ya maendeleo yetu wenyewe. Na mimi nashindwa kuelewa, kama sisi mnasema ni maskini na hatuna kitu, basi ondokeni mtuache tutafanya kazi kwa bidii. Sasa mbona mnang'ang'ania hamuondoki? Tukajua hawa hawataki kuondoka kwa sababu kuna utajiri mkubwa hapa ardhini. Tangu mwaka 1986, hebu tuangalie kesi ya Niger. Wanainyonya nchi madini ya uranium, lakini taifa la Niger halina umeme, lakini Paris ni mji wenye mwanga kama mbinguni. Hilo kwao wanaona ni kawaida kabisa. Sasa tunawaambia, tuacheni, tutaendelea na kila kitu tutakipangilia, kitakaa sawa. Hata madini yetu ya uranium pia tutajua ni nini tutayafanyia. Kwa miaka mingi ndani ya Burkina Faso wamekuwa wakichimba dhahabu kila mahali. Hakuna hata barabara nzuri zinazoelekea kwenye maeneo ya migodi iliko. Kwa nini? Sasa tunajua namna gani ya kuichimba dhahabu yetu. Sijajua kwa nini tunawapa leseni za kuchimba dhahabu hiyo mataifa yote, lakini kwa sasa tunaweza kuchimba dhahabu yetu wenyewe na tayari tumeshaanza kufanya hivyo. Bado tupo kwenye mchakato wa kuliweka sawa jeshi letu na kulifanya liwe la kisasa kuendana na mahitaji ya taifa letu. Hatujafika bado kwenye kiwango tunachokitaka, lakini tunaendesha sasa wenyewe mambo. Tunaendesha mafunzo wenyewe na tutaenda kuongeza namba kwa sababu silaha zinakuja na tunaenda kupigana. Tutateseka, hilo nalijua, lakini tunahitaji uvumilivu katika hilo kwa sababu hali imekuwa si shwari kwa miaka mingi iliyopita. Tunatakiwa kwenda na jeshi kubwa ili kukomesha kabisa makundi ya kigaidi yasiwahi kurudi tena na kuyaondoa milele katika ukanda huu wa Sahel. Tunakusanya kila kitu tulicho nacho kwa kisha tunaunganisha mataifa ya Sahel kimiundombinu na wanapigana kwa kisha haya hayatokei kwa sababu umoja wa Sahel AES ni kama jinamizi linalowasumbua. Siwezi kuongea mambo yote, lakini natambua kama alivyokwisha kusema Assimi Goita, mnatakiwa kuwa na umoja kama diaspora, muwe na ushirika na ndugu zenu wa Nigeria, muwe mabalozi wema wa taifa la Burkina Faso. Tunajua watu wa Nigeria wanavyoteseka, lakini tunafanya kila liwezekanalo kwa kisha watu wa Nigeria wanaondokana na mateso hayo. Hivyo na waasa diaspora wote kuwa imara na kusimama kwa ujasiri na kupigania haki za watu wa Nigeria, kwa sababu hata Burkina Faso pia inapitia changamoto hizo hizo. Ni jukumu letu sote kupigana kwa ajili ya kizazi kinachokuja baadaye. Watu wazuri wa Niger, tushikamane kwa pamoja, maana tumeamua hakuna kurudi nyuma hata iweje. Tumeamua kuwa hatutamwabudu mtu yoyote yule. Tutasimama wenyewe bila kumtegemea yoyote, hasa mabeberu waliotufanya kuwa hivi tulivyo. Hivi vita walivyoanzisha dhidi yetu na muungano huu wa nchi tatu za Sahel vimetuleta pamoja na kuanzisha umoja huu. The Black Messiah alimaliza hotuba yake hii huku akipigiwa makofi na maelfu ya watu waliohudhuria kikao hicho. Asante Mungu kwa ajili ya ndugu yetu Ibrahim Traore, simba wa Afrika, aliyeamua kuwanyosha mabeberu mpaka wanafanya majaribio ya kutaka kumuua, lakini tunaamini atakuwa salama kabisa mpaka atakapomaliza kazi yake aliyotumwa kuifanya. Mimi ni Mariam Paul.